al-Hajuri ni munharif dhali, na mikhalafa yake kibia zake mikhalafa yake ni mingi. Bismillahir Rahmanir Rahim. Nasaha kwa wanafunzi kuhusiana na Sheikh al-Hajuri. Al-Hajuri tayari tumetaja kwamba al-Hajuri maulama washamzungumza kwa hujja na bayani. Al-Hajuri amekhalifu dawa ya ahli sunna kwa yale aliyofanya. Al-Hajuri miongoni mwa aliyoyafanya ni kule kuwasema na kuwakebehi na kuwajeruhi maulama wa ahli sunna. Amekuja na njia mbaya ya kuwasema na kuwazodoa maulama kwa sababu eti wanamnasihi. Kina Sheikh Rabi wana husda na damaji, kina Sheikh Ubaidi hawa ni kama vile wanafunzi wa Abdullah ibn Ubay bin Salul. Allahu musta'an. Sheikh Ubaid al-Jabiri ambaye ni walid, maneno yake kwa sauti. Kina al-Wasabi asema hawa wallahi hivi vitimbe walikuwa navyo kama wanajifundisha kwa shetani hawa. Na Wasabi al-Wasabi mwanachuoni mashuhuri maarufu Abu Ibrahim Muhammad al-Wasabi al-Abdali. Sasa haya wazungumza basi hata kwa lugha nzuri kwamba Sheikh Rabi ana makr na dawa salafia, dawa ya damaj, ana vitimi na dawa salafia, yani dawa ya damaj. Sheikh Ubaid ametukanwa ayama matusi makubwa, ametukanwa Sheikh rahimahullah taala. Mashaikh zetu baadhi yao wasema siku moja ilisikika kwamba fatwa ya Sheikh Ubaid alizungumza kunako masuala ya demokrasi, masuala ya intikhabat. Alizungumza kunako baadhi ya miji huko kwamba nyinyi kama mmedharurika mwalazimika hivyo ni dharura, ijtihadi ya mwanachuoni na maulama washuhudia juu ya elimu yake. Sheikh Ubaid alipokwenda Yemen amefika Damaj ya al-Hajuri amekaa kwenye kiti hivi. Sheikh Ubaid ni kama mzee wake tu mzima, amemtangulia kwa umri na elimu mbali kabisa, alafu mbele ya wanafunzi asema tumesikia kama nyinyi mwaruhusu intikhabati nyinyi. Amwambia maneno haya. Sheikh Ubaid anamwambia mimi naruhusu masala ya kupiga kura, mimi nazingatia jambo hili ni kama pombe, nazingatia hivi ni kama nguruwe, hawi halali kwa wakati gani? Sema leo maneno ya Sheikh hapa sio wakati wa dharura, mimi nazingatia hivi. Lakini sasa wamkebee vipi mwanachuoni mbele pale? Sheikh Zaid al-Madkhali na baadhi ya wanamaa asema alitembea al-Hajuri alitembea kule, asema tumefika kule kwenye maktaba ya Sheikh Zaid, unaona hapana vitabu vya hadithi, laisa vya kutubu al-hadith. Naam, yunsah anasihiwe anunue vitabu vya hadithi. Sasa ya akhi, eti mwanachuoni hana vitabu vya hadithi maktaba? Dharau kwa maulama ni katika bid'a mbovu alizokuja nazo, kwa sababu sisi katika misingi yetu sisi ni kuwaheshimu maulama. Al-Imam As-Sabuni rahimahullah ta'ala katika kitabu chake cha Aqidatu Salaf Ashab al-Hadith ametaja swala hili kwamba katika misingi yetu sisi al-Sunna ni kwamba sisi tuwazingatia watu wa batil, ni watu wa batil kwa kuwachukia maulama wa sunna na kuwakebehi maulama wa sunna. Miongoni mwa mikhalafa ya al-Hajuri imefika mahala sasa akitofautiana na mwenzake katika masaili ya ijtihadia. Huyu anaona hivi, huyu anaona hivi, anasema man khalafani saudaqdiquhu, mimi atakwenda kinyume na mimi nitamgonga gonga. Kwa hiyo katika wijhati an-nadhar wanapotofautiana kwenye majambo na wenzake, basi tayari yushaddid wa yuqati wa yahjur, kama anavyosema Sheikh Al-Wasabi. Ya al-Hajuri katika sunna mbaya alizozisunisha kwa wanafunzi wake kwenye masaili ya ijtihadia, anawakata wenzake, anawahama, wayasubu wa yal'an, anatukana na kulaani na kunwa. Haya utarejea katika sauti zake. Masaili ya ijtihadia, masaili ambayo panaruhusiwa maulama kujitahidi, na haya yana mifano mingi. Lakini pia ya al-Hajuri katika mitihani yake maneno mabaya dhidi ya wenzake, dhidi ya mujtama, uadui wake kwa mashehe wenzake na mfano wake. Ya al-Hajuri maulama wamfika mahala wakamzungumza baada ya kuwa walikuwa naye, wakamzungumza kwa hujja na elimu.
sisi nini tufanye tena? Al-Hajuri ni munharif dhal, na mikhalafa yake kabia zake, mikhalafa yake ni mingi. Kwa sauti maneno yapo, yeye akisema kwamba wasaili dawa hizi ni masala ya kila mtu aweza kufanya. Asema labda Mtume sallama alikuwa akijitahidi kwenye masaili ya dawa, na wakati mwingine anakosea. Alafu sasa wakati sauti hizi zipo, wanakuja hajawira wafuasi wake wanasema Shia al-Hajuri hapa anasema mimi naweza kusema maneno haya, mimi naamini 1 2 3 4 5. Si sauti hii hapa shekhe, wewe ulisema sawa, huwezi kusema hivyo, lakini hapa ulisema wajibu wake ni kusema bwana hapa nimeteleza. Sisi tunapokuja kukuambia bwana umekosea mahala fulani, kuna sauti yako hapa ulizungumza maneno haya, sisi hatutaki msimamo wako ni upi. Sasa hapa ndio shida iko hapa, vijana wengi wanashindwa kufahamu. Sasa akienda kwa kijana wa Kihajawira anamsikiliza sauti za shekhe akithibitisha msimamo wa ahli sunna kwenye jambo lile, bwana shekhe asemi hivyo, ushachanganyikiwa tayari. Wewe ushaambiwa sauti hii hapa asema hivi na ni makosa. Sasa sawa, yeye msimamo wake ni huu, hili tulipeleka wapi? Sisi tunataka aseme hapa nimekosea, wa ataraja astaghfirullah wa atubu ilayhi. Wazi, si ndio maana ya kutaraja? ila alladhina tabu wa aslahu wa bayyanu. Sasa masala yataallaq na dawa. Kwa hiyo shida si kwamba ya Al-Hajuri msimamo wake ni upi, ataraja kwa haya makosa ambayo yapo, kwa sababu dawa hii imedhibitiwa na vidhibiti maalum, yani vidhibiti ambao ni madhubuti yani. Kwa sababu kila mmoja akiwafanya hivi tutakuja tunachezeana sasa. Kwa hiyo lazima useme nimekosea, alafu mwingine akije pia ajue kwamba nikifanya hivi ni hivi. Kwa hiyo ndo dawa imedhibitiwa hivyo. Dawa imedhibitiwa hivyo tangu wakati huo. Kwa hiyo atakana ataraja na hayo makosa. Sisi hatutaki watuoneshe misimamo yake, ataraja خلاص. Wallahu ta'ala a'lam. Wala Al-Hajuri ni mtu wa bid'a, mtu wa batil, sisi wala tuhangaiki naye.